Muhammadin TV. Pamoja tuelimishane. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, ثم amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Karibu mpendwa mtazamaji katika kipindi chako ibada ya funga katika Uislamu, as-siyamu fil Islam. Leo tunapenda tuanze tuzungumzie ibada kubwa miongoni mwa ibada zilizopo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, ambayo ni ibada ya salatu tarawih. Sala ya tarawih. Msamiati si mgeni. Msamiati kwetu si mpya. Tunaposema salatu tarawih, kila mmoja ana maelezo nayo ya kutosha. Lakini salatu tarawih imeitwa salatu tarawih liannahum kanu yastarihun baada kulli 4 rak'at. Kwa sababu walikuwa wanastarehe, wanapumzika baada ya kila raka 4. Kwa hiyo at-tarawih ni qiyamu Ramadhan awwal al-layl. Ni kile kisimamo cha Ramadhan mwanzo wa usiku, ndio kinaitwa tarawih, na kimeitwa hivyo kwa sababu ya kile kipunziko walichokuwa wanakipunzika baada kulli 4 rak'at, kwa mujibu wa hadithi ya Bi Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Anasema ma kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yazidu fi Ramadhan wala fi ghayrihi ala 11 rak'a. Mtume alayhi salatu wasallam hakuwa anazidisha ndani ya Ramadhan wala nje ya Ramadhan kwenye kisimamo cha usiku zaidi ya rakaa 11. Yusalli 4 fala tas'al an husnihinna wa tulihin, thumma yusalli 4 fala tas'al an husnihinna wa tulihin, thumma yusalli 3. Anaswali rakaa 4 ndefu sana nzuri sana, kisha anaswali rakaa 4 nyingine ndefu sana nzuri sana, kisha anaswali rakaa 3. Kwa hiyo kauli ya Bi Aisha yusalli 4 thumma yusalli 4, hii inaonyesha palikuwa na fasl, kipunziko kati ya raka 4 kuelekea raka 4 zinazofuatia. Kwa mujibu wa hili wakasema hii inaitwa salatu at-tarawih kwa sababu watu walikuwa wanaswali kwa namna hiyo. Kadhalik sala ya tarawih ala kulli hal ni sunna muakkada sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqawlihi wa fi'lihi. Salatu at-tarawih ni sunna iliyosisitizwa, ameifundisha sunna hii Mtume alayhi salatu wassalam kwa kauli zake na vitendo vyake. Tunajua hadithi inayosema man qama Ramadhan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atakayesimama katika mwezi wa Ramadhan imanan wa ihtisaban, kwa kumwamini Allah na kutaraji malipo kutoka kwa Allah, Allah atamsamehe madhambi yake yaliyotangulia. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema ittafaqa al-ulama وميافقيان ونزوون على استحبابها. هذا القول ذكره في شرحه لصحيح مسلم. اتفق العلماء وميافقيان ونزوون على استحبابها قوة كفunga عفوا kusimama salatu tarawih inapendeza. Haya ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ana vitendo vyake Bwana Mtume aliwasalisha watu salatu tarawih takriban kwenye 10 la mwisho, takriban siku 3 mtawalia, na hilo tutakuja kuliona. Hadithi hii tuliyotangulia kuisoma imebeba kadhalika fadhila zaidi ya himizo, lakini imebeba fadhila za salatu tarawih. Man qama Ramadhan, yoyote atakayesimama katika mwezi wa Ramadhan imanan wa ihtisaban, kwa kumwamini Allah na kuamini hilo ni agizo la Allah, wa ihtisaban, na kutaraji malipo kutoka kwa Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Kwa hiyo mu'min akisali salatu tarawih bihadha al-iman, kwa imani hii, imanan, kwa kuamini kwamba hii ni sheria ya Allah, agizo la Allah, sunna ya Rasulullah, na kutaraji malipo kutoka kwa Allah azza wa jalla, atasamehewa madhambi yake yaliyopita. Salatu tarawih ni sheria kuiswali jamaa. Salatu tarawih ni sheria kuiswali jamaa,
na inapendeza kulazimiana na imamu pale utakaposwali jamaa, inapendeza kulazimiana na imamu mpaka imamu atakapomaliza, kwa sababu malipo ni makubwa sana. Ukisimama na imamu mpaka mwisho wa swala, malipo yake ni makubwa sana. Amesimulia Abu Dharr radhiyallahu anhu, anasema sumna ma Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi Ramadan. Kati ya Ramadhani 9 alizofunga Mtume, anasema Ramadhani moja tulifunga na Mtume alayhi salatu wassalam, falam yaqum bina hatta baqiya 7 min ash-shahr, haja tuswalisha swala ya usiku mpaka zikabaki siku 7 mwezi kumalizika. Faqama bina hatta dhahaba thuluthul layl, akatusimamisha siku hiyo kwenye swala ya usiku mpaka ikamalizika theluthi ya usiku. Thumma lam yaqum bina fi sadisa waqama bina fi al-khamisa hatta dhahaba shatrul layl, usiku uliofuata haja tuswalisha, akaruka usiku mmoja akatuswalisha usiku unaofuata, zikiwa zimebaki siku 5 kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan, akatuswalisha mpaka nusu ya usiku. Fakulna ya Rasulullah law nafaltana baqiyata laylatina hadhi, ewe Mtume wa Allah, lau ingeendelea kutuswalisha hii sunna kwa huu muda uliobaki. Akasema alayhi salatu wasalam, innahu man qama ma'a al-imami hatta yansarifa kataba Allahu lahu qiyamu layla, wa fi riwaya kutiba lahu qiyamu layla, hakika jamani atakayesimama na imamu mpaka imamu akamaliza sala ataandikiwa kama vile amesimama usiku mzima. Na swala hii aliyokuwa anawaswalisha ni salatu tarawih, ndiyo imekuwa munasaba wa Mtume alayhi salatu wassalam kuyasema haya alayhi salatu wassalam. Na taban ziko riwaya nyingine mbalimbali, lakini katika mwendelezo wa hili kuonyesha salatu aljamaa, salatu tarawih ni sheria kuiswali jamaa, ni simulizi inayosimuliwa au ni riwaya inayosimuliwa na Abdurrahman ibn Abdul Qari annahu qala, anasema Abdurrahman, خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليلة في رمضان إلى المسجد. كنا usiku mmoja wa Ramadhani moja nilitoka na Umar ibn al-Khattab tukaenda msikitini. Faidha an-nasu awza' mutafarriqun, tukaona watu wametawanyika, kila mtu anaswali kivyake. Yusalli ar-rajul li nafsihi wa yusalli ar-rajul fa yusalli bi salatihi ar-rahat, kuna mtu anaswali mwenyewe, kuna mwingine anawaongoza wawili watatu. Faqala Umar akasema, inni ara law jama'tu haula ala qari'in wahidin lakana amthal, mimi nahisi nadhani naona lau hawa watu ningeliwakusanya wakaswalishwa na imamu mmoja ingekuwa ni vyema zaidi. Thumma azama fajama'ahum ala Ubay ibn Ka'b, akazimia hilo, akalifanyia kazi hilo, akawakusanya watu wakawa wanaswalisha salatu tarawih na imamu mmoja ambaye ni nani? Ubay ibn Ka'b. Anasema Abdurrahman, thumma kharaja ma'ahu laylatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim, usiku mwingine akatoka na Umar ibn al-Khattab kwenda msikitini, watu wakati huo sasa wanaswali nyuma ya Ubay ibn Ka'b. Akasema Umar, ni'mal bid'atu hadhi, jambo zuri hili, wallati yanamuna anha afdal, na ile swala wanayolala alafu ndo akaswali bimaana ya mwisho wa usiku ni bora zaidi, min allati yaqumun, kuliko ile ambayo wanaiswali sasa hivi. Wa kana an-nas yaqumuna awwala, na watu walikuwa wanaswali mwanzo wa usiku. Taban hapa anabainisha tu muda bora kwa usiku ni usiku wa mwisho, lakini asili ya salatu tarawih inaswaliwa mwanzo wa usiku. Kwa hiyo hadithi hizi, tukio hili la Umar ibn al-Khattab na kile kilichofanywa na bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, inaonyesha mashru'iyatu salati at-tarawih wa qiyam Ramadan jama'atan bil masjid, usheria wa kuswali salatu tarawih jamaa katika misikiti, na kwamba atakaye swali na imamu mpaka imamu akamaliza sala, kataba Allahu lahu qiyamu laylatin kamila, Allah atamwandikia fadhila kama vile ameswali usiku wote. Katika maeneo yanayoleta mushkila kwa baadhi ya watu ni maneno ya Umar ibn al-Khattab aliposema, ni'ma albid'atu hadhihi, bid'a nzurihi, bid'a zurihi. Watu wakasema Umar kazusha bid'a, kwa maana jambo alikuwepo wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo kama mnatukataa watu wa bid'a, anzeni kumkataa Umar. Hapana jamani, huyu Umar Mwarabu. Kwani Waarabu wakisema bid'a kwenye lugha yao wanakusudia nini? Je, ni ile bid'a kisheria ambayo Umar ibn al-Khattab anajua ubaya wake? Je, ni bid'a hiyo? Hapana. Kwa hiyo anasema wanazuoni al-bid'a hapa ni bid'a min haythu al-lugha, na anachokusudia ni kwamba
jambo hili halikuwa katika namna hii endelevu kabla ya muda huu, sababu hata Mtume alayhi salatu wassalam aliwasalisha watu jamaa siku 3, baada ya hapo akaacha, hazikuendelea. Kwa hiyo yeye kaliweka katika utaratibu wa kuendelea, na asili yake ni kitendo cha bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo hili jambo alilofanya Umar ibn al-Khattab linarejea, haliwezi kuwa ni bid'a kisheria. Kwa nini? Kwanza kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anahimiza watu wasimame Ramadhan, na yeye mwenyewe kaswalisha masahaba zake siku kadhaa, alafu akaacha kuwaswalisha jamaa kwa kuogopa salatu tarawih kufaradhishwa juu yao. Kwa hiyo baada ya Mtume kuondoka, ile hofu ya kufaradhishwa haipo tena, kwa sababu milango ya kushushwa sheria mpya imeshafungwa, Qur'ani imetimia, Mtume alayhi salatu wasalam ameshaiaga dunia. Lakini kadhalika jambo la pili, Mtume alayhi salatu wasalam ametuelekeza tufuate miongozo ya al-khulafa ar-rashidin, na Umar ibn al-Khattab min al-khulafa ar-rashidin. Ndio maana Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala anasema kuhusiana na kauli ya Umar, ni'ma al-bid'atu hadhi, anasema al-bid'a huna yani min haythu al-lugha. Neno bid'a hapa limetumika kwa maana ya kilugha, wal maana, na kusudio annahum ahdathuha ala ghairi mithalin sabiqin bil mudawama alayha fi ramadhani kulli, wamelifanya katika utaratibu ambao haujazoeleka kwamba watu kuswali Ramadhani kwa jamaa, kuswali salatu tarawih mwezi wote. Wa hadha wajhu qawli Umar, na hii ndio tafsiri ya maneno ya Umar. Qala wa illa fahiya sunnah faalaha sallallahu alaihi wasallam layali, wa illa, hii ni sunna iliyofanywa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwenye siku kadhaa. Ni upi wakati wa swala ya tarawih? Wakati salati tarawih ni baada salati al-isha maa sunnatiha ar-ratiba, ni baada ya kumalizika salatu al-isha na kumalizika ile sunna yake ya baadia. Haina maana tunapotaka kuswali salatu tarawih tuwe hii sunna ya baada al-isha, hapana. Watu waswali salatu al-isha, waswali ar-ratiba al-baadia, kwa sababu ni katika zile rakaa 10 au 12 ambazo mtu akiswali anajengewa nyumba peponi. Kwa hiyo tusiue hiyo. Watu waswali salatu al-isha, iswaliwe sunna ar-ratiba, baada dhalika watu waswali salatu tarawih. Katika nukta muhimu za kuangalia ni adadu rakaati salati tarawih, idadi ya rakaa ambazo mtu anatakiwa aswali kwenye swala ya tarawih. Hapa watu wanivutana sana, wapo waliosema 11 ndio mwisho kwa hadithi ya Bi Aisha radhiallahu ta'ala anha, wapo waliosema mlango uko wazi. Fama huwa sahih? Sahihi ni kipi? Salatu at-tarawih laysa lahu tahdid, la yajuzu ghayru, haina idadi maalum kiasi ya kwamba unaweza ukasema nje ya idadi hii haifai, kwamba yule atakayeswali zaidi ya rakaa 11 hiyo sio tarawih. Hapana. Mtume alayhi salatu wasalam anasema salatu al-layli mathna mathna, swala ya usiku ni rakaa 2 fa idha khashiya ahadukum as-subha salla rak'a wahida tutiru lahu ma qad salla, mmoja wenu anapochelea asubuhi kuingia aswali rakaa 1 ili ifanye witri zile rakaa 2 nyingi alizoswali. Lau mtu ataswali rakaa 20 akapiga 3 witri ikawa 23, he wallah. Lau mtu ataswali rakaa 36 akaswali witri 3, he wallah. Au mtu ataswali rakaa 41, la haraj, wala hakuna ubaya katika hayo. Ukirudi kwenye Sunan at-Tirmidhi, al-Mughni ibn Qudama na Fatawa ibn Taymiyyah na Subul as-Salam lil-Imam Sanani, yote haya utayaona. Lakin al-afdal, lakini kilicho bora, Sheikh Madhari mmoja katika walimu zangu aliyetufundisha pale Mahad Kisauni ameandika kitabu chake Anaqidul Mafatih fi adadi rakaati tarawih, akataja athari nyingi kuonyesha kwamba hii ni swala ya usiku na asli ya swala ya usiku ni mathna mathna, wa hadha alqawl sahih. Kwa hiyo usimkazie yule ambaye ana swali 20 ukamwambia hadha khilafu sunna. Papo aliposhikilia salatu al-layli mathna mathna, mpaka Mtume akasema mmoja wenu anapochelea alfajiri kuingia, huyu mnahisi atakuwa kaswali rakaa ngapi mpaka achelee kuingia kwa alfajiri? Nyingi.
Lakin al-afdal, kilicho bora, ma fa'alahu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni kile kilichofanywa na mtume alayhi salatu wasallam. Kama Bi Aisha anatuambia kuwa mtume hakuswali zaidi ya rakaa 11, katika riwaya rakaa 13. Na hii rakaa 13 anasema hizi mbili labda zinakwenda kuunganishwa na ile baadia ya baada salati al-isha, ndio zinakuja rakaa 13. Au wengine wakasema pale anaporefusha ni ile kablia ya kabla al-fajr, ukiunganisha na hizi ndio inakuwa rakaa 13. Kwa hiyo anasema kilicho bora ni kuswali kwa idadi aliyoswali bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu hiyo inapokelewa kwa Bi Aisha kama tulivyoona kwamba mtume alikuwa anaswali rakaa 11, hakuwa anazidisha 4-4-3. Na imekuja kwenye hadithi ya Abdullah ibn Abbas, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli min al-layli 13 rak'a, wal hadith rawahu Muslim. Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa anaswali swala ya usiku rakaa 13. Hii inathibitisha 13 kwa tafsiri tuliyoeleza, na hadithi ya Bi Aisha imeeleza rakaa 11. Ma kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 ركعة. قال المصنف amesema mtunzi, fahadha huwa al-afdal wal-akmal fi ath-thawab, hiki ndicho kilicho bora na kilichokamilika zaidi katika thawabu. Amesema haya maneno Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen kwenye kitabu chake Ash-Sharh al-Mumti', kwamba kilicho bora na kilichokamilika zaidi ni kuswali kwa idadi aliyokuwa anaswali bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Lakini law salla akthar min dhalik, lau mtu ataswali zaidi ya hapo, fala haraj wala ithma alayhi, asilaumiwe wala hakuna dhambi juu yake, kwa kuwa rejea ni ile hadithi sahihi aliyopokea Imam al-Bukhari na Imam Muslim, salatu al-layli mathna mathna fa idha khashiya ahadukum as-subha salla rak'atan wahida tutiru lahu ma qad salla wal amru fi dhalika wasi'un insha Allah. Na jambo katika hili lipo katika mapana yake, kwa hiyo tusijibane. Taban tutakuja kuzungumzia mbeleni miongoni mwa makosa ya watu wanaposwali salatu tarawih ni kuripua. Asli ya sala za usiku zinakuwa na kisimamo kirefu, ndio asli. Kuelewa inawezekana tunalumbana, lakini ukiangalia ubora wa yule anayeswali rakaa 11 labda uko vizuri kuliko anayeswali rakaa 20. Rakaa 20 papa 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 papa, iko wapi raha ya swala ya usiku? Nusu saa animaliza rakaa 20 zote. Swala za usiku miongoni mwa alama zake na vitu vya pekee ni tudul qiyam, ni kisimamo kirefu. Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anasimama hata tatafattara qadama, mpaka miguu yake inavimba. Wa kana ar-rajul yaqra bil mi'in, kina Ubay ibn Ka'b hawakuwa wanaripua namna hiyo. Mtu anasoma aya 100 zaidi ya hapo ndio anarukuu. Simeona swala ya kwanza mtume kawaswalisha watu mpaka nusu ya usiku. Kama kaanza baada ya isha, labda tujalie mpaka anafika saa 6, yamkini masaa 2-3 hayo. Je, ya mtume alayhi salatu wasallam ilikuwa ya kulipua? Kwa hiyo tunapozungumzia sunna ya salatu tarawih, tusibaki tunavutana kwenye idadi al-kimia, turudi pia kwenye al-kaifia. Yani jinsi mtume alivyokuwa anaiswali, je ni ripu hivyo, ni ya kuripua, au alikuwa anaswali ina tulul qiyam, ina kisimamo kirefu, ina tumanina, ina utulivu? Kwa hiyo suala la rakaa ni amrun fihi saa, ni jambo kundufu kama wanavyosema, ni jambo kunjufu. Atakayeswali zaidi ya 11 he wallah, atakayeswali 11 au 13 kwa idadi iliyothibiti kutoka kwa Ibn Abbas na Bi Aisha radhiyallahu anhum, dhalika huwa al-afdal wal-akmal, kama alivyosema Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, wa khairul hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na mtume katoa miongozo yote hiyo, mathna ipo, lakini matendo yake kadhalika yapo, japo wanazuoni wanalijadili hili kwa mapana, kwamba panapotokea kauli na kitendo kipi kinatangulizwa, na wanasema kauli haina ihtimal, lakini kitendo kina ihtimal, kwamba inawezekana hiki kilikuwa maalum kwa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, lakini pia aliyesimulia labda ni Bi Aisha na Abdullah ibn Abbas, sana ni Bi Aisha, labda kakiona kile kilichokuwa kinafanya ndani tu na mtume alayhi salatu wassalam, na mtume mara analala kwake, mara analala kwingine, kuna wakati anakuwa safarini na masahaba zake. Kwa hiyo kuna ihtimal kwamba inawezekana aliswali zaidi ya hapo,
au inawezekana hii ilikuwa ni maalum kwa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, wallahu aalam. Lakini ukija kwenye hii kauli inepanua wigo, salatul layli mathna mathna, swala ya usiku ni rakaa mbili mbili. Ukihofia kuingia alfajiri, basi utamalizia kwa witr walau rakaa moja. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji, tumeyasema yote haya kuhusiana na salatu tarawih katika namna ya mukhtasar. Lengo ni kukuhimiza wewe Muislamu usipitwe na swala hii ya pekee, salatu tarawih, kwa sababu ujira wake na malipo yake ni makubwa mno mbele ya Allah azza wa jalla. Tunamwomba Allah azza wa jalla tujalie min almaqbulin, atupe tawfiki ya kutumia vyema mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, fursa hii tukufu ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Leo hapa tuwe tumefika tamati. Mimi nawe tukutane majlisi ijayo insha Allah taala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammadin TV, pamoja tuelimishane.